Hey, mambo, habari. So leo nina kastori tu kadogo ambako nimewahi kukutana nako, nifanya nione maisha kwa namna nyingine kabisa tofauti na vile ambavyo nilikuwa nimezoea, of which ni kama ni something like a life lesson ambayo nilifundisha pia, lakini pia kuna kitu ambacho mimi nilikipata kupitia hicho kitu. Kuna siku moja nikawa naenda, kuna mkoa mmoja unaitwa Mbeya. Nikawa naelekea Mbeya. Nimetoka zangu Dar es Salaam naelekea Mbeya. So unajua ile unaenda Mbeya, kuna objective unaenda kuifanya, lakini hauna sehemu ya kufikia, kwa maana ya kwamba hauna ndugu huko unakoelekea kufanya ile objective, pia hawakufahamu. So you're like new to that place. Kwa hiyo nikatoka zangu na gari kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya. Kuna sehemu panaitwa 88 Mbeya, something like 88 kabla kufika huko stendi kubwa huko. 88 ni huko nyuma huko. Nikafika 88, nikashuka gari pale, nikachukua gari za kuelekea sehemu inaitwa Tukuyu. Tukuyu ni barabara, ni kama unaelekea Kyela. So wakati nipo kwenye gari nikakutana na this man. Akaniambia, what's your name boy? Nikamwambia, my name is, kipindi kile niko na miaka, it was 2020, nilikuwa 2020 like 6 years ago. Nikamwambia, my name is mtu fulani. Akaniambia, oh, okay, where you coming from and where you going? Nikamwambia, okay, sawa, mimi natokea Dar es Salaam naelekea Tukuyu, kuna kitu nimekuja kufanya mara moja. Akaniambia, okay, mimi kuna business nataka tuifanye. Ukizingatia umri wa yule mzee na mimi, kuna variation kubwa sana, yani more than maybe 50 years, sababu yeye alikuwa ni kama mtu mwenye miaka 70 na kitu hivi, then more than 45 years hapo. Nikamwambia, okay, wanasemaga usikatae neno, usikatae wito, usikatae wito, kataa nini? Nikasema, okay, huwezi jua, maybe ndo life changing process yangu. Nikamwambia, okay, sawa. Akaniambia, kuna sehemu nataka twende, lakini hiyo sehemu usiwaambie nyumbani kama unaenda hiyo sehemu, wala usipige simu, yani wewe usiwaambie, waambie tumefika Tukuyu, niko nafanya ile kazi. Nikasema, sasa sikumwambia, lakini nikawa nafikiria tu ndani kwamba why this person hataki niwaambie nyumbani. There is something in between ambacho kimejificha, ambacho nahisi kinaweza kawa sio kizuri sana kwangu, lakini najua maisha ya ujana kwamba lakini mzee hawezi kufanya kitu kibaya, hawezi kufanya chochote kibaya. Okay, anyway, nasema sawa. Mimi sikupiga simu nyumbani wakajua tu, wakajua nimeshafika Tukuyu, kwa kesho naanza mambo yangu, kufanya mambo yangu bali sawa. Lakini kama mimi nilipitiliza Tukuyu, ni kama karibia na huko Kyela kabisa. Tukifika huko na gari, sehemu ni moja inaitwa nimekusahau, lakini ni unapita Tukuyu, tena unapita kama vituo 3-4 ndio unafika hiyo sehemu. So tukafika pale, kuna jumba tu kubwa. Akaniambia, bwana, hapa ni kwangu. Lakini cha ajabu, kwenye ile jumba kukawa hakuna watu, kuna mbwa tu wanabweka. Akaniambia, lakini mida kama hii, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumapili, akaniambia mida kama hii familia yangu yote inakuwa imeenda kusali. Nikasema, hata mlinzi pia anaenda kusali. Sasa hiyo najiuliza mimi ndani, najiuliza, sio kama namuuliza, najiuliza mimi ndani kama hata mlinzi pia anaenda kusali. Nika keep that question to myself kwamba inawezekana ni ameenda kusali. Baadaye tunaingia ndani. Uwanja ni mkubwa, yani ile nyumba ina gate, a very big one, ina gate kubwa, then ina uwanja mkubwa sana, alafu nyumba iko mbele kabisa kule. Ukiangalia milango ile nyumba ni ile milango ya zamani,
yani ile milango ya zamani kama ile milango ya koloni ile, umeona ile ya zamani sana.